kuna masala mwanadamu akifanya huhesabiwa kuwa amefanya dhambi, na dhambi alilofanya halimtoi kwenye Uislamu, itabakia ni dhambi na ataenda hukumiwa na dhambi alilofanya. Na kuna masala Muislamu akifanya ama akitekeleza huhesabiwa ametoka kwenye Uislamu, na akifa atakuwa ankufa hali ya kuwa si Muislamu. Tofauti na Muislamu alofanya dhambi, akifa atahesabiwa amekufa hali ya kuwa ana dhambi ndani ya Uislamu. Kwa hivyo ni mwanadamu ujitahadhari juu ya matendo yako, ujitahadhari juu ya maneno yako na mwenendo wako. Katika vitendo usichukue msalaba ukauvaa kwenye shingo. Katika vitendo usionyeshe vitendo vya kuashiria jambo la kufuru. Katika maneno usizungumze neno ambalo kwamba Mwenyezi Mungu linanasibiana na imani nyingine tofauti na Uislamu. Ukizungumza tayari lishakutoa kwenye Uislamu. Na kuna masala ukiyazungumza unahesabiwa unapata dhambi, mfano kama kutukana, kusengenya, haija kutoa kwenye Uislamu, lakini utapata dhambi juu ya kile ulichokisengenyea. Tumeelewana? Halo. Naam, salamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Afwan. Kwa hivyo Yahya, tujitahadhari juu ya nini? Ya maneno na matendo yetu. Kuna matendo tusema yaweza kukutoa kwenye Uislamu. Nikakupa mfano, unachukua msalaba mfano, ama unkwenda shika masanamu ambaye kwamba watu wana itikadi kwa ile sanamu kilishika kuwa ni Mungu, na wewe ukaenda ifanya kimatendo vile vile ukalikumbatia, sawa, hilo itakuwa la kutia kwenye ukafiri. Ama ukachukua msalaba ambaye kwamba ule msalaba, itikadi ya mwenye kubeba msalaba kuwa naamini kuwa Mungu watatu, na wewe ukaenda chukua uvaa, ile tendo lile unalolifanya litakutia kwenye ukafiri, japo kwa hujatamka na ulimi, alafu na maneno yanakwenda na vile utakavyozungumza. Ukazungumza neno ambalo kwamba mtu ile neno likizungumzwa lina imani fulani, na wewe ukaliigizia, lile laweza kutoa kwenye Uislamu. Ama kwenye jambo ambalo kwamba labda Mwenyezi Mungu anlifaradhisha, wewe ukasema hii si lazima na wajua ni lazima, wewe ukapinga, ukasema swala hakuna cha swala, ushakuwa kafiri wewe. Ukishasema hakuna cha hadithi za mtume za urongo, astaghfirullah wa naudhu billahi min dhalik, Mwenyezi Mungu asitujalie miongoni mwao, yashakutia kwenye ukafiri. Ni mazungumzo tu umezungumza kinashakutia. Na Waislamu hawafanyi kufanya uzaa hata wa kudanganya, kwa sababu sisi tuna viumbe wanaotuandikia. Mwenyezi Mungu ameweka malaika wawili kuliani na kushotoni. Kuliani yuandikia mtu maneno yake, mambo yake ya kheri, matendo na maneno, na wa kushotoni nayo kile unalolifanya la shari. Isipokuwa mtu ambaye mwepesi katika viumbe viwili hao, mtu ambaye mwepesi kukuandikia ni huyo ambaye uko kwenye mkono wa kulia. Ni kile ukifanya sasa ile ashakuandikia. Ukiliazimia ushapata thawabu. Hujatekeleza kwa kuazimia tu jambo la kheri. Tofauti ukiazimia baya, uandiki mpaka utakapolifanya. Ndio Mtume akisema innamal a'malu binniyatihi wa innamal likulli imri'in ma nawa. Hakika ya matendo hutokamana na nia iliyonuiliwa, na kila mmoja atalipwa kutokamana na lile alilolikusudia. Kwa hivyo tujitahadharini, insha Allah, tukiwa maeneo haya ya Maunguja, tumpenda kusema maneno hayo, tusikizaneni. Na sio kila Muislamu ambaye kwamba aswali tayari umtie kwenye ukafiri. Watu wengine hawaswali kwa sababu ya jeuri tu walizonazo. Kama leo hakuna utawala wa Kiislamu, Waislamu wengi wafanya jeuri, lakini ingekuwa serikali ipo ungeswali bila kutaka. Kama vile leo ukafiri wakisema bangi ni haramu, basi utajitahidi usivute mbele yao, utajificha, kwa sababu unajua kuna pali hata niona yule serikali. Tofauti na imani ya Mwenyezi Mungu, imani ya Uislamu, anachoharamisha Mwenyezi Mungu
Wewe mwanadamu ufikiri kujificha, kwa sababu utajificha wapi na wakati kwa Mwenyezi Mungu uko kila pahali wa kuona? Kwa hivyo Muislamu akikatazika na jambo mara nyingi ukatazika kikweli kweli, yajisalimisha wa yusallimu taslima, kikamilifu, yajisalimisha kikamilifu. Ndio maana tunasema suluhisho la ulimwengu, kutengea ulimwengu ni Uislamu kusimama. Ili walimwengu watengee wawe kwenye usawa, basi ni mpaka kupatikana utawala wa Kiislamu. Hizi jeuri zote ambaye watu liwafanya, wala mongokaa, kuvuta mabangi, brown sugar, sijui nini na nini, kutokuswali, kwa sababu tunkosa utawala wa Kiislamu. Leo ndio kaona sisi tufanye kila aina maasi. Kwa hivyo sisi tukikuona wewe hatukulaumu, lakini kama Muislamu tutakukanya kwa sababu sio njia yako, tutakukanya kwa sababu sio njia yako, lakini hatukulaumu kwa sababu tunajua kuna msukumo unaokusukuma wewe mpaka leo wewe wadumu na masala unaofanya. Wafanya jeuri kwa sababu kuna kitu kia kupelekea wewe uendelee kufanya jeuri, lakini leo ungekuwa hakiko, hungeketi mtu kafuta bangi, hungeketi ukala mongokaa, hungeketi ukafanya usherati wa aina yoyote ule unataka kufanya. Leo twafanya tunaotaka. Waislamu wangapi leo, vijana wa Kiislamu waliozaliwa kwenye Uislamu watangaza kuolewa, wanaume watangaza kuolewa, wanawake watangaza kuoana wenyewe kwa wenyewe. Wajua kama yapo hayo pia. Lakini mwanadamu Muislamu kweli kweli haangalii la mwenzake, atakana angalie lake. So yaya yuavuta bomu, usema huyu afanya dhambi kubwa, angalia hilo lako, lione lako mkubwa. Lakini ukiona la mwenzako mkubwa utafeli wewe. Utajiona wewe uko kwenye makosa. Ili ujione uko kwenye makosa, siku zote unachofanya wewe kione ni kikubwa, na kheri unayofanya ione ndogo. Sasa hii bwana haitoshi kwa Mwenyezi Mungu, acha niongeze. Mwenyezi Mungu atujalie salama, tuambiane basi. Mimi nina haki kwako na wewe una haki kwangu, sijui tupatana ustadhi. Kila mmoja ana haki kwa mwenzake. Kwa hivyo saa nyingine pia tukiwa pamoja tuangaliane na kuambiana, kwa sababu tuweza jambo lako kanishirikisha mimi pia nikapata dhambi, jambo langu kwa kushirikisha wewe maneno tu. Kwa hivyo tusaidiane kweli, na tena nikwambia usione mimi malaika. Kila mmoja ana nafasi yake. Kila mmoja usione tena kwamba mbona wewe uniambia hakuna chama, mbona wewe ufanya, mimi ninafanya nani na wewe ufanye nani, ama wewe usifanye nani? Ile amri iliyokuja kwangu ndio ikuja kwako. Billahi taufiki, Mungu atujalie salama inshallah. Bwana Yahya atupe mapenzi ya kheri kweli kweli, tukiambiana kama hivi tusikizane, na mwisho mwema atupe tufe hali ya kuwa Waislamu inshallah, waliotangulia mbele za haki, wazazi wetu, mababu zetu, Waislamu wote jumla, Mwenyezi Mungu awarehemu wake kwa waume. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi tawfiki. Dhambi ndio nikwambia, kuna matendo ukitekeleza si ndio nikwambiaje, kuna masala hizi dhambi pia zina daraja zake, na kuna masala ukifanya huwa ni dhambi. Kama hiyo aiba haja mtu kwenye Uislamu akineta kwa dhambi ile, Mwenyezi Mungu atamhukumu kwa lile alilofanya. Kwa hivyo kuiba kwake haja mfanya kwa ndo asiswali tena. Kitu tulichokatazwa tumeambiwa vipi na Mwenyezi Mungu na Mtume? Yaani Mwenyezi Mungu atuambia la takrabu salata wa antu sukara, usikaribie ibada hali ya kuwa una stimu. Kwa hivyo kuna vitu fulani vitakuzuia wewe kufanya ibada unapokuwa na kuna vitu vingine utafanya kinavija kuzuia usifanye ibada. Mfano wewe unakwenda lewa, mtu mwanadamu, si wewe, mfano mtu anakwenda lewa, utafanyaje ibada uko kwenye stimu wewe? Ndio tukakatazwa. Lakini kuna vitu vingine havija kuzuia usifanye ibada, umfanye lile dhambi, lakini nafasi ya kufanya ibada unayo pale pale, lazima ufanye ibada. Lakini kama ni mlevi wewe hufai kufanya ibada.
Kwa hivyo kwa vitu sisichotakana tuachane navyo, vile vitu ambavyo kwamba vabadilisha akili tujiepushe navyo, kwa sababu najisi mwanzo, alafu vinakoroga akili. Wabillahi taufiki. Pole baba. Kwa heri.